Asante. Naomba tafadhali tuchukue nafasi zetu ili tuweze kuanza rasmi. Tafadhali walimu, nisaidieni kuhakikisha wanafunzi wamepata nafasi zao. Tafadhali naomba tutabiri kabisa, naomba utabiri sasa, naomba utabiri tafadhali. Mheshimiwa Joseph Lendix Waswa, mbunge mtarajiwa eneo bunge la Webuye Magharibi, naomba uruhusu nitambue itifaki zote na niombe kwa ruksa yako tafadhali tuweze kusimama ili tupate wimbo wa taifa. Wanafunzi, wazazi, tafadhali naomba tuweze kusimama. Naomba sote tusimame tafadhali ili tuweze kupata wimbo wa taifa. Mheshimiwa Waswa, tukiwa tumesalia vivyo hivyo, naomba tafadhali niruhusu nimlete Mama Judith Kulandu wa Pofa Church Machaka atufungulie kwa sala. Tuamini na tuombe. Baba Mungu mwenye enzi, uliyeumba mbingu na nchi, ukatuumba kama wanadamu tukakaa, tunashukuru hata kwa kumuumba mchumba wetu Lendix Waswa jinsi ulivyomwandaa akawa jinsi alivyo. Asante kwa wote ambao wameweza kujumuika mahali hapa. Tunaomba amani na urejesho na utukufu wa jina lako. Asante Mungu mwema, kwanza mpaka mwisho ni kwa ajili ya utukufu wako. Nashukuru kwa sababu neno lako linasema ya kwamba mkono unaotoa ndio unaopokea. Ndugu huyu ameweza kujitolea kutoa. Epuka mkumbuke wakati wake, mkumbuke katika njia zake, mkumbuke katika haja ya moyo wake. Jina lako likatukuzwe kwa ajili ya umati huu. Uinuliwe na uabudiwe Bwana. Wewe ni mwanzo na mwisho, wewe ni Alfa na Omega. Jitukuze e Bwana. Kwa Yesu tunaomba na kuamini. Naomba tuketi. Naomba tafadhali tuweze kuketi. Wanafunzi tafadhali tutulie. Wanafunzi naomba tafadhali tutulie. Mheshimiwa Waswa pamoja na wageni uliotembea nao, katika tamaduni zetu za Kiafrika, ukifika nyumbani pa mtu inakuwa ni vizuri akukaribishe rasmi. Hivyo basi naomba kwa unyenyekevu mkubwa nimwalike Mwalimu Pancras Kiriswa aje atukaribishe hapa kwake nyumbani. Mwalimu Pancras ndiye mwalimu anayesimamia shule hii. Tafadhali njoo uweze kutukaribisha hapa nyumbani. Tumpigie makofi anapokuja tafadhali. Karibu sana. Asante. Mheshimiwa na wageni mbalimbali, walimu, wazazi pamoja na wanafunzi, hamjambo? Marahaba. Kwa niaba ya mwalimu mkuu Mr. Pancras Kiriswa
head teacher, Sirisia Bok Comprehensive School. I want to just wish that to say welcome and welcome to Sirisia Bok. Feel free because of the function of the day. Enjoy, observe, remark, and finally make Sirisia a school of excellence because of hosting such a wonderful event. Mwalimu hayuko na nafasi, aliitwa, na wakati ameitwa kwa sababu ya kazi ya shule, ameondoka na akasema ya kwamba kwa niaba yake the senior teacher of Sirisia Bok NATREP Sirisia Bok. Nataka kuwakaribisha nikisema karibu. Mambo mawili ni kwamba mheshimiwa, umekuwa ukifanya kazi karibu na mwalimu Mr. Chris Wapangras. Amesema ya kwamba wamekukaribisha na amesema ya kwamba anashukuru kwa ajili ya foundation ambayo you are now launching officially today, na nasema tu ya kwamba as you launch, may God bless you and also think about where the learners normally sit in their class environment. Some classes are in pathetic conditions, zinahitaji at least mahali pazuri, na mwalimu mkubwa amefanya vizuri. Next time think about modifying 1 or 2 classes in various schools that have been represented here. Otherwise, I have not much to say other than to wish you all the best and enjoy to be in Sirisia. On the other side, we have our secondary school. We have the small houses. If you are blessed, you are a teacher, kindly use those latrines that are just opposite on this side. While learners, boys, we have some latrines on the way to the main gate. Boys, we have some latrines behind here. Girls, so feel very much blessed. I'm Simi Mary, senior teacher, Sirisia Bok. Before I move out, my Sirisia Bok staff, simply stand up and wave. Sirisia Bok staff, thank you. Asante, tumpigie mwalimu Mary makofi tafadhali. Asante sana mwalimu Mary. Siri mimi nitakuibia leo na wazazi wote ambao wamefika hapa. Nimsikie mwalimu akiomba mheshimiwa kwamba yapo madarasa mawili ambayo yanaomba mkono wake. Mnajua siri? Mnajua siri? Niwaibie siri? Ni kumchagua mheshimiwa Waswa awe mbunge. Hamtakuwa mnauliza darasa, yeye mwenyewe anafika, anatembea tu hapo mara moja, kazi inaendelea. Mbegu mshapata? Matibabu mlipata? Sare mmepata? Na mheshimiwa si uko hapa? Nikisema mheshimiwa Waswa sema bunge 2027. Tuko tayari? Mheshimiwa Waswa, wazazi mnaninyima na nyinyi ndio mnapiga kura. Unajua hapa kwa sababu wamepata sare wanaileta vizuri, lakini wewe ndio uko na kura. Nipe tu bunge 2027. Mheshimiwa Waswa. Mheshimiwa, hawa wangekuwa wapiga kura, hawa wangekuwa uko bunge. Hapa kidogo kuna vile wamenyima sauti. Mheshimiwa Waswa amefanya mambo mengi katika eneo bunge hili, na kutoa sare ni mojawapo ya mambo makuu ambayo unayatekeleza, na unavyoangalia tayari baadhi ya wanafunzi washapata sare. Basi naomba unikubalie nimwalike sasa the programs director Isaac Wanjekeche to give us an overview of the uniform program. Tafadhali tumwalike kaka Isaac Wanjekeche. Wapi makofi yake tafadhali? Aje atueleze kidogo mpango mzima wa sare. Karibu sana
Bwana Wanjekeche. Asante sana. Wanafunzi hamjambo? Hamjambo tena? Mheshimiwa Joseph Waswa ambaye ni mkurugenzi mkuu wa wakfu huu, sauti hiyo ya wanafunzi inatupatia matumaini kwamba kesho tuna viongozi na wananchi wateule. Tunashukuru sana walimu ambao wamefika hapa na hawa wanafunzi. Wazazi hamjambo? Na uone mwahatira network, lakini master of ceremony alisahau. Unajua sauti ya wanafunzi ni kama sindani kwa mkate. Ezi ndani kwa mkate enya yafua. Ezi ndani sayoki ya sabawa. Sasa msiweze kuwalaumu hawa wazazi, manake sauti ya watoto ni kali sana. Kabla niseme kitu, ningependa kwanza kutambua afisi ya NAT ikiongozwa na executive boss Mr. Mandila. Bwana Mandila, tunakushukuru sana kufika hapa siku ya leo. Yes. Wewe umekuwa mwaminifu sana, si kwa wanafunzi tu, hata kwa walimu ambao unaongoza. Tunajua hauna muda mrefu sana hapa, manake shughuli zako zinabanwa, lakini tumemwomba master of ceremony atakupatia muda ili uweze kuhutubia wanafunzi na walimu, ili uweze kuungana na kikosi cha Kibabi High School. Ningependa pia kumkaribisha na kutambua uwepo wa MCA wa Matulo, Bwana Steve Kaisa, ambaye amefika hapa siku leo. Viongozi wengine ambao wako hapa ni Mheshimiwa Karemana ambaye ako katika ofisi ya kusimamia walimu hapa Webuye. Tungependa pia kutambua chief ambaye Madam Karo amefika hapa siku ya leo. Tunashukuru sana. Tuna rafiki yetu ambaye ni Daktari Kilwake ambaye ana mradi mkubwa sana ya kupeleka wanafunzi wa shule ya Anwai katika zile TVET schools. Tungependa kumshukuru sana kufika hapa. Thank you for honoring our invitation. Ningependa muda huu sasa niweze kutambua kwanza timu ya foundation ambayo imeweza kufanya kazi sako kwa bako na hawa walimu na wazazi na wanafunzi. Timu hiyo iko hapa na ningependa wachukue nafasi ya kusimama ili waweze kutambuliwa kwa kubeba mkono. Tafadhali Bwana Charamba na kikosi chako, naomba muweze kusimama, muweze kutambulika. Asante sana. Nafasi hii ningependa kumkaribisha Bwana Isaiah Sakonyi ambaye amenakiliwa hapa kwa program hii, aweze kutupatia nafasi fupi tu ya usemi ili tuweze kupata mwelekeo wa siku ya leo. Mwamukaribishe. Asante sana Bwana Sakonyi. Thank you Programs Director Mheshimiwa Joseph Waswa, wageni ambao umetembea na wao kutoka Ministry of Education, timu ambayo tunafanya nao kazi kwa foundation, walimu, wazazi na wanafunzi, hamjambo? Ndio hapa munga kibambo wanafunzi hamjambo? Sasa simulivamu watangalie kimelemekea Waswa. Asante. Nasema nanga bali Isaiah Sakonyi yese administrator wa foundation ya Waswa. Mkaribu tena behind the scenes.
lakini kwa ajili ya program cha foundation zinaendelezwa kwa namna ambavyo inatakikana. Naona ni program director sasa mambo kama katika mwito, lakini mimi nataka tu wazazi kwanza nishukuru wale wote ambao tulianza na wao hii safari, na bado tunasukuma hili gurudumu la kuhakikisha kwamba watu wa Webuye West wanapata nafasi pia angalau na wao waishi vizuri kama wengine. Shule kadhaa ambazo na foundation watoto wetu wanapata kila kona, wakati ambao wanavaa nguo wakienda ya Busoni na zile nguo ambazo wanaenda shule, wengine wengine wamevaa vizuri, lakini tukifanya mtoto kwa sawa, hiyo ndio inamaanisha kama kila mtu tulikuwa na program ya katika masomo yake. Na mimi ninataka kuhakikishia kwamba ofisi bado iko na kitu ambayo umefanya jambo fulani ya, unajua most of the time umekuwa na deal na wazazi na wazazi mbele, lakini ushaurieni hiki ndio inaitwa university school fees, lakini wale katika shule ya chekechea na primary hakuna mtu ambaye alikuwa mwako. Kwa hivyo mimi ninajua as a foundation we still have that program kwamba tunahakikisha kwamba haiji kamera niwaulize swali mbili tu hapa. Kwa majina mimi jamani, huyu Lennox Waswa anatosha hatoshi? Kiwa wanafunzi Lennox Waswa anatosha hatoshi? Ngoma County leo siku hii ya Ijumaa, kwa niaba ya walimu wote, wazazi na wanafunzi wa Bungoma kwa hapa Sirisia, ili kuhakikisha ya kwamba wanafunzi wetu wamepewa sare ya shule na Mheshimiwa Lennox Waswa. Kwa niaba ya walimu na wazazi, nataka kushukuru Mheshimiwa kukumbuka hao wanafunzi. Ni wanafunzi wa umri mdogo sana, na ni jambo ambalo hawatasahau maishani mwao. Ni jambo ambalo litafanya hao wanafunzi wakae shuleni kusoma kama wanafunzi wengine, kwa sababu walimu walikuwa wanagagua wanafunzi ambao wanatoka kwa familia ambazo hazijiwezi. Ukiangalia nguo ambazo wanafunzi walikuja nazo hapa asubuhi zilikuwa zimeraruka, lakini saa hizi wanafunzi wamevalishwa nguo rasmi za shule zao. Nataka kushukuru Mheshimiwa Lennox na kusema ya kwamba huu ni mwanzo mpya. Jaribu tusaidie wanafunzi na pia tusaidie wazazi vile unawasaidia. Mimi nataka kuambia ya kwamba kama chama cha kutetea maslahi ya walimu tutatembea na mheshimiwa kwa lolote lile, ili pia alete mabadiliko katika maeneo yetu haya ya Bungoma East kwa ujumla. Sina mambo mengi, nataka tu kurudisha shukrani kwa niaba ya walimu wote, kwa niaba ya wazazi na wanafunzi ambao wamepokea hizo nguo leo, na utapata ya kwamba wanafunzi performance itaongezeka kwa sababu pia watarudi shuleni na mwamko mpya ya kwamba hao pia ni Wakenya tu kama watoto wengine kutoka kwa familia ambazo zinajiweza. Asanteni na Mungu akawabariki. Labda nikimalizia tu nataka pia kusema ya kwamba sisi kama walimu tuko na changamoto ya SHA. Utapata ya kwamba mwalimu ambaye ana bibi yake mtoto, SHA imeshindwa kuwajibika. So tunaomba ya kwamba tukifungua tena upya, tunataka Teacher Service Commission ipatiane walimu matibabu ambayo wanastahili. Walimu wanakatwa pesa mingi, na kama haitafanywa hivyo tutaenda mgomo, kwa sababu hii serikali inasikia tu mgomo, hakuna jambo lingine. Asanteni na Mungu akubariki. Asante sana. Members of the press, ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Joseph Lennox Waswa. I'm a businessman. I'm businesses such as micro-lending, insurance, as well as private security. But today I'm here as a parent, as well as a patron of the Joseph Waswa Foundation, which economically empowers the less fortunate in society.
Today, as the Joseph Waswa Foundation, we are here to distribute essential items of uniforms, sanitary towel, as well as exercise boots. I know most of the people ask themselves why are we doing this, but we are doing this because I personally was raised in a humble background, and I understand the meaning of the importance of having these school essentials. Ningependa tu kusema ya kwamba tuko hapa siku ya leo, tumekuja hapa kama wakfu wa Joseph Lentus Waswa, na tumekuja hapa kusaidia shule zetu, watoto wetu ambao wako shule za primary school. Tunajua ugumu ambao wazazi wanapitia kupata sare za shule na vitu ambazo za maana ambazo zinahitajika katika mwanafunzi wa kawaida ili aende shule. Tumekusanyika hapa siku ya leo kwa sababu tunaelewa ya kwamba wazazi wetu wana shida za aina mbalimbali, na chini yetu tulifanya tukakuja kama wakfu tukasema tusaidie hii foundation ni kwa sababu shida ambazo zenye wazazi wetu wanapitia hapa mara. Tunajua kwamba kuna ukosefu wa kutopata hizo sare, tunajua kwamba kuna ukosefu wa kutopata hata school fees. But leo tumesema ya kwamba tuanze na mambo ya school fees, na huu mradi utaendelea siku ya leo. Naelewa ya kwamba kama Kristo anayeamini kurudisha kwa jamii, Mungu anaweza akisha kubariki, na ni mara ya kwanza baada ya miaka 30 wa Kristo na Waislamu wote wanasherehekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wakati huu ni muhimu kama Mungu amekubariki wewe pia urejeshe kwa jamii. Mpango huu tungeufanya mnapo mwanzo wa mwaka huu, lakini tulikuwa na nilipoteza baba mzazi, ikabidi tukabadilisha na tarehe ya kupatiana hizi sare za shule, na ndiposa tumeifanya siku ya leo. Na jambo hili tulizingatia kwa darasa la kwanza hadi la 6 kwa sababu there is a transition. Ukifika grade 6 kuna transition ya kwenda kwa shule nyingine, so ndiposa tukaconcentrate from grade 1 to grade 6 because from there hizo uniform, hizo sare hazitakuwa na maana. Lakini jambo la muhimu sana, ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru walimu wetu na stakeholders wote ambao wameunganika kwa hii kazi ili kufanikisha mpango huu, kwa sababu ya wanafunzi wetu, ili wapate nafasi nzuri ama wapate muda wa kuwa na masomo bora. Nataka kuwashukuru sana, na wazazi wote nataka kusema walimu na wazazi, especially walimu, kwa roho yangu wana heshima kuu sana, manake walimu hawa wanapitia mambo magumu sana. Naelewa ya kwamba kuna changamoto mingi, walimu wameeleza, wana mambo, walimu wengi pia wanaenda hawana maybe mambo ya lunch. Ikifika lunch time wanafunzi wanapokwenda nyumbani pia wanaenda kupitia kwa sasa hivi hatujasema maybe tuko kwa mshahara wote wa serikali, lakini kupitia kwa wakfu yetu kuna mazungumzo ambayo tumefanya, tunazungumza na walimu ili tuhakikishe kwamba shule zote za Webuye West, walimu wote wanaofunza shule za msingi, kuhakikisha kwamba alizi wanapata lunch program ya kuwasaidia ili wasalie shuleni waendelee kusaidia watoto wetu. Jambo hili ama program hii tumeanzisha kwa sababu tuna mipango mingi. Mimi mwenyewe nimeeleza ya kwamba iwapo wananchi wa Webuye West watanipa nafasi ya kuwa kama mmoja wao, nimetangaza wazi ya kwamba shule za upili zinaitwa shule kutwa, hakuna mwanafunzi yeyote atakayelipa school fees karo, kwa sababu sisi kama mimi mwenyewe kama kibinafsi kama Joseph Waswa, kupitia kwa mipango za CDF na mambo yangu na marafiki wenye najuana nao, tuta make sure ya kwamba hakuna mzazi yote atakayelipia karo katika shule ya upili ya day school. So ni hayo tu kwa leo, na mipango mingi bado tunaendelea. Leo tuko hapa tumeunganisha Bokoli na Misihu. Next weekend tutakuwa Matulo na Stiho. So ningependa tu kuchukua nafasi hii kushukuru kila mtu aliyefanikisha hii mpango, na tuseme kwamba tuendelee kusimama pamoja ili tulete mabadiliko Webuye West. Asanteni sana.
Kwa sasa tumeshona sare 15,800 kwa leo hapa tunapatiana 2,800, alafu zimesalia tutapatiana Jumamosi ijayo kule Matuta. Asante. Asante. Hola, Joas.